Mtazamaji popote ulipo wa Ndizi TV, ikiwa kwamba ni asubuhi njema, Mungu ametuonekania, tumeona siku njema asubuhi ya leo, ndipo tunaanza kipindi chetu cha Pambazuko kutoka hapa studio zetu za Ndizi ama runinga ya Ndizi TV. Popote pale ulipo tunakukaribisha katika kipindi chetu kuanzia sasa hivi hadi mida ile ya saa 3 asubuhi, wakati tutakuwa tunatamatisha. Kwa kwamba namkaribisha mwenzangu Jacinta. Naam. Hujambo? Si jambo. Naam, karibu sana na nashukuru Mungu nimeamka vema. Labda wewe niambie umeamkaje? Mimi nimeamka salama. Nashukuru Mungu, yote ni sawa. Naam. Mpenzi mtazamaji, tumeanza kipindi chetu cha Pambazuko ikiwa ni siku ya Ijumaa. Karibu sana ili tuweze kukueleza yale yote ambayo yanatokea nchini Kenya na pia kukueleza ni yapi yatakuwa kwenye magazeti siku ya leo. Ni kweli vile ambavyo amekueleza, basi awamu ya kwanza ndivyo inangoa nanga, atukupe himizo, kisha baadaye tuangazie ni yapi yale ambayo yalitokea hiyo jana, na baadaye katika awamu ya pili na ya tatu pale mwisho tutakuwa tunaangazia yaliyomo magazetini asubuhi ya leo. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi. Nami ni Jacinta Nyabeta. Kumbuka kwamba utatupata katika mitandao yetu ya kijamii, pale Facebook utatupata kama Ndizi TV News Digital. Naam, na pia tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Na pia utazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi wa SMS na pia mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu 0792192834. Mtandao wa YouTube, X account, TikTok pamoja na Instagram utupate @ndizitv news. Basi karibu kwa siku ya leo, na tutaanza pale na himizo la siku ya leo, na himizo tunalitoa katika kitabu cha Yohana 15:11, na Biblia inasema kwamba hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Nirejelee tena, hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Leo hii ni kwamba tunajitahidi kuwa ama tuwe na furaha. Ndiyo. Ni vizuri kuwa na furaha hata kupita changamoto zile ambazo unapitia kila siku. Kidogo ukifurahia, basi siku yako inafana zaidi, na kumbuka kuwa furaha kamili inapatikana ndani ya Kristo. Na pia ukiwa na furaha unaweza kufanya kazi nyingi za siku, shughuli za siku kwa ucheshi. Pia unajua umechangamka, na ukiwa na furaha ni vizuri, unaweza kurelate vizuri na watu kazini, labda familia yako, watoto wako. Ni vizuri kufurahia. Lakini kuna wale watu ambao unapata kwamba asubuhi ameamka amenuna, mchana wote siku. Kuna wale unapata amenuna asubuhi kwa sababu wapendi kuamka, lakini ukimpata saa 2 saa 3 hivi yako sawa. Ndio. Na wale ambao unapata siku yote tu wafanye namna gani? Hao labda tuwachekeshe sasa. Basi hilo ndilo himizo la siku ya leo. Basi tutakuwa tunasonga mbele kukufahamisha yale ambayo yametokea kutoka maeneo tofauti hapa nchini Kenya. Naam, tukianza yaliyojiri hapo jana, kwanza tukizungumza tu labda kwa sababu tunajua kwamba jana makamishna wa IEBC walianza kufanyiwa mahojiano pale jijini Nairobi, ambapo tuliona kwa siku wanapaswa kuwahoji ama walteule 6 kwa siku. Kwa siku. Naam, ambayo shughuli hiyo ilianza hapo jana na itakuwa inaendelea mpaka tarehe 25 Aprili. Ndio. Na baadhi wa wale ambao hiyo jana walifika mbele ya kamati ama jopo lile ambalo linahusika kuwapiga ama kuwafanyia usahili ni pamoja na Abdi Karim Adan Abdi, na pia Abdi Haifadh Abdullahi Ihalo, na bila kumsahau Abduba Molu Ido, ambao walifika mbele ya kamati hiyo ya kuwapiga msasa ili kutafuta makamishna ambao watakuwa wanachukua nafasi katika tume huru ya uchaguzi ya IEBC. Hebu tusikie ni kipi kile ambacho kiliendelea hiyo jana. Jopo hilo likiongozwa na Andrew Tonui ambaye ni mwenyekiti, hiyo jana lilifanikiwa kuwasaili wawaniaji 3 kati ya 111 ambao waliteuliwa kufika mbele ya jopo hilo. Akitokea mbele ya jopo hilo kama mwaniaji wa kwanza, Abduba Molu alijitetea akijifunia kuwa na tajriba kuu kwenye nyanja mbalimbali kama vile uongozi na usimamizi wa utawala na maendeleo ya comes in at a time when there are conflicts or there are issues where the candidate or a party has gone to court, and the judiciary can also make decisions or make rulings that can influence the outcome
of certain decisions that maybe the IBC had taken, and this can affect. How, for example, I can give you in the run-up to last election, there was a case where a petitioner went to court and said we cannot allow to use of manual register. And then the decision was given. Shortly after that, that decision was overturned by another court. Molu aliendelea kulihakikishia jopo hilo kuwa ataweka mikakati ya kuhakikisha kuwa wafanyikazi wenzake katika tume hiyo hawatakubali hongo. Wakati huo huo, jopo hilo liliweza kuwahoji wawaniaji wengine wawili, Abdi Hafid Abdullahi Yaro na Abdi Karim Aden Abdi, ambao pia wanakimezea machecheo cha ukamishna. To reach that segment of the society, definitely you have to adopt their ways, and their ways is the current technology of social media and voter education processes, voter registration processes. You know, it should adapt to the current technologies, including artificial intelligence, AI, in voter education and even the registration of using current technologies, whether it's blockchain or any applicable technology. Once we do probably a review of the technology regulations of the Commission, and that will be a priority to incorporate those current technologies in voter education, voter registration, so that we are up to date and relate with. We don't exclude any group in the process of the electoral process, that is. Abdi Hakim mwenye miaka 36 aliliahidi jopo hilo kwamba iwapo atapewa nafasi ya kuhudumu kwenye tume hiyo atajihusisha na uundaji wa sera za kiteknolojia ambazo zitaboresha utendakazi wa tume hiyo. Jopo hilo litaendelea kuwahoji makamishna wengine siku ya leo. Chemutai Kirui, Ndizi TV. Mpenzi mtazamaji, ni ripoti yake Deborah Chemtai, ripota wetu kwa runinga ya Ndizi TV. Tukisonga mbele, Seneta wa Nakuru Tabitha Karanja amemkosoa naibu wa gavana David Konez ambaye alidai kuwa masuala yote yapo sawa, na pia Karanja alidai kuwa wakazi wa kaunti hiyo alikuwa anamkosoa Karanja kwa kusema kuwa wakazi wa kaunti hiyo hawajapata haki kwa kukosa mwelekeo, huku akisema kuwa gavana Kihika amekuwa nje ya ofisi kwa mwaka mmoja bila kuwahudumia ama kwa mawasiliano na umma. Basi hebu tusikie ripoti hiyo jinsi ambavyo imeandaliwa. I think the concern of the people of Nakuru is that Her Excellency, our governor, has been on her maternity leave for the last 1 year. That is the biggest concern. The county government is at standstill as we speak. Is that there were serious issues left behind, which included, among others, the reopening of the War Memorial Hospital, and up to now, the hospital has not been opened, and it was one of the best hospitals that served the people of Nakuru and the neighboring counties. That includes our hospitals, ECD learning centers, feeding programs, our stadiums, that includes Afuraha Stadium and the Rogroni. We have the pending bills and failure of meeting our targets on our own source revenue collection, which has the potential of collecting of 10.9 billion annually. Failure to absorb budget expenditure, meaning there is a lack of development in our Nakuru County. In short, there's a vacuum, and our county government is now directionless. That is our biggest concern. When a county is directionless, or a company is directionless, it is bound to failure. And the Kanakuru people are not ready to watch the failure coming
when they're in a watch. In fact, what they're asking is the county government, the MCAs, the elected MCAs, to do what is necessary to ensure that we don't shut the Nakuru County in our watch. Basi ni Tabitha Karanja ambaye ni seneta wa kaunti ya Nakuru pale akizungumza kuhusiana na kukosa kwa gavana Susan Kihika afisini kwa zaidi ya mwaka mmoja, kwa kwamba juzi pale Jacinta tuliwasikia wanawake. Ndiyo. Na tukaona wanawake bunge la kitaifa na pia bunge la seneti wakizungumza wakitaja kwamba Susan Kihika apewe nafasi akanasi watoto wake pale, jinsi ambavyo walikuwa wanataja kwamba amewazaa mapacha, na wakasema kwamba apewe nafasi ya kuhudumia watoto wake, kisha baadaye atarejea tu na uongozi utaendelea. Na pia tukamuona kwamba naibu gavana wake Bwana Konese amejitokeza kusema kwamba kila jambo liko sawa sawa, kaunti inaendelea vizuri, hakuna kitu ambacho kimekwama. Naam, na pia tuliona hawa viongozi akiwemo Karanja akizungumza pia pamoja na viongozi wengine wanawake wakisema kwamba Kihika apatiwe nafasi ya kuwalea watoto. Lakini pia tena tukamuona kidogo jana ni kama tena amejitenga, akakuja tena kuzungumza akisema kwamba Kihika hajakuwa akifanya mazungumzo kuhusu labda kaunti yake ya Nakuru na kufanya mawasiliano na umma. Na ukiangalia ni kama kidogo inaonyesha kwamba msimamo hauko, ama labda baada ya kuzungumza akiwa pamoja na viongozi wanawake pia ni kama alienda bado akakaa chini akafikiria akaona kwamba ni kama hapa niliwaambia vibaya, acha niwapeleke hapa kidogo. Lakini ni kweli kwamba Kihika hajakuwa labda akizungumza na watu wa kaunti ya Nakuru, lakini swala ambalo tunafaa tuliangazia hapa ni kwamba labda huko mahali aliko labda hayuko sawa ama yuko sawa lakini bado hajakuwa tayari kurudi kazini. Labda amekaa kwa muda mrefu, ni kweli, kwa sababu hilo ndilo swala linasumbua watu wengi, kwamba ameenda kwa muda mrefu na yeye ni gavana wa kaunti ya Nakuru. Na kutokuwa na gavana kwa kaunti inamaanisha kwamba kuna mambo ambayo yatasimama kidogo yakimngoja gavana. Kwa hivyo labda waseme wamepoteza muda mwingi kwa sekta labda ya maendeleo, sababu maendeleo ya kaunti ya Nakuru yanahitaji gavana kuwe pale aeke sahihi kwa mikataba tofauti na pia projects tofauti. Kwa hivyo wanafaa labda wamwambie ama wamuulizie yeye mwenyewe, na nafikiria kwamba pia gavana Kihika pia yeye anapaswa kuzungumza. Watu wanapaswa kujua kwamba yuko sawa, ni nini inaendelea. Lakini tuliona pale naibu wake kasungumza kataja kwamba gavana mahali aliko ako sawa na hakuna kikwazo ama hakuna lile ambalo litafanya kaunti ya Nakuru isiendelee. Lakini hayo tutakuwa tunafuatilia, mpenzi mtazamaji, kwa ukaribu zaidi tufahamu ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea kutoka kaunti ya Nakuru, na tutakuwa tunakuletea moja kwa moja. Na tukisonga mbele, Jacinta, ni kwamba waziri wa fedha hapa nchini Kenya Bwana John Mbadi hiyo jana alifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu bajeti, na kila ambacho walikuwa wanaangazia ni mswada wa ugavi wa mapato mwaka 2025. Na kwenye kikao hicho Mbadi aliangazia kupunguza kwa riba za mikopo ili Wakenya kuchukua mikopo kuendeleza biashara zao. Naam, na pia Mbadi alitetea mradi wa serikali kama vile ujenzi wa vyuo vikuu vya kifundi na pia ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Hebu tusikize ni yapi yale ambayo yalitokea katika bunge hilo. Ways. Now we are dealing with the pending bills. I don't want to go back to it. But the reduction of interest rates that banks charge to Kenyans is one way of giving Kenyans disposable income. How? Businesses will now be able to borrow and expand, and they will be creating jobs. If you had one outlet and you create a second one, definitely there will be Kenyans working there. Direct taxes. We cannot continue increasing rates on direct income, employment income, direct taxes. Direct taxes have the potential of reducing disposable income, which again now reduce demand for goods and services, which then will reduce, as Honorable Makali told you, production, which then reduce employment.
And the cycle is just, you get up to almost a cycle of poverty. Now, that the markets being constructed in this country, I think it is more than any other time in the history of this country. If you look at the housing projects, better than any other time. If you look at TVET's construction, it's almost everywhere you find. So almost everything is being done. But ask majority of the people, they will still tell you, hatuoni hii serikali inafanya nini. Basi akiwa kwamba huyo ni waziri wa fedha hapa nchini Kenya, John Mbadi, akiwa mbele ya kamati ya bunge kuhusu bajeti, akiendelea kutoa mwanga zaidi kuhusiana na kipi kile ambacho serikali inakifanya kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida anaendeleza maisha yake haswa kwa kibiashara na pia kujikimu kimaisha. Naam, lakini tukisonga mbele tukiachana nayo ni kwamba mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ameelekeza kidole cha lawama kwa taasisi ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kwa kuendelea kuwatishia viongozi ambao hawaungi mkono serikali, huku akidai kuwa serikali inahujumu utendakazi katika maeneo mbalimbali nchini. Hebu tumsikize Babu Owino jinsi ambavyo alitamka hiyo jana. Want to stop the construction of that school. Why would you do that? Why are you an enemy of progress as a government? We were elected to work, and I was elected by my people to work, and I have an independent mind to work. I will not suspend my brains to support any other person, no matter how much you coerce me. It doesn't matter. There are people that you can coerce, there are people that you can put pressure on, but you can never put pressure on me. I know where I'm going, and I will reach there no matter what. It doesn't matter. And I want to tell you, the EACC, keep off this war. This is not your war. Don't be used, don't be misused, don't be abused into doing things that is not within your mandate. Right now, why don't you go and consult with the Auditor General on this report? Why do you want to come and intimidate people in Embakasi's constituency? And after all, the much you can do is just to take somebody to court. What else can you do? So mwachane na upuzi na ujinga mingi watu wa EACC. Basi kiwa ni mbunge Babu Owino akizungumza pale. Jacinta, kidogo tumeliona hili likifanyika kwa serikali tofauti. Si serikali tu ya William Samoei Ruto, kwa kwamba serikali za nyuma, serikali yake Mwai Kibaki, serikali yake Uhuru Muigai Kenyatta, na sasa serikali yake William Samoei Ruto, kwa kwamba wewe ukionekana kidogo unaipa serikali ama kutoipa serikali nafasi ya kufanya vile ambavyo inataka, basi kidogo utachipata matatani. Naam, tumekuwa tukiona viongozi wengine wakijitokeza, labda nitumie mfano wake Justin Muturi ambaye alikuwa waziri ambaye kwa sasa alifutwa kazi. Tulimuona akiwa mjasiri na akizungumza akisema kwamba yeye haogopi kupoteza kazi yake kwa sababu alijua kwamba kuzungumza vibaya kuhusu serikali ama kuanza kukielekeza ama kwanza correct Rais William Ruto kwenye wanahabari pale mtandaoni inamaanisha kwamba anaweza kupoteza kazi. Lakini labda ni kitu ambacho tumekizoea nchini Kenya, lakini haifai kuwa hivyo. Na nafikiria kwamba kwa sasa tumefika mahali ambapo uliona jinsi Martha Karua alizungumza pale akiwa kaunti ya Tharaka Nithi akisema kwamba ni rafiki ya baba ama Raila Odinga, lakini kwa sasa hawaelewani kisiasa kwa sababu hawafikiri hawako upande mmoja. Kwa sababu Martha yeye alisema bado yeye yuko upinzani na Raila kwa sasa aliungana na serikali ya Ruto. Hata kama Raila bado anaendelea kuutetea muungano wake, hivyo inamaanisha kwamba akiendelea kuutetea muungano wake ni kama kidogo anaendelea kuambia Wakenya kwamba nilifanya jambo zuri, hata kama Wakenya wanaona kwamba hakufanya jambo zuri kuungana na Rais Ruto. Ni kweli jinsi ambavyo umetamka pale, na baadhi ya viongozi tumewaona, kuna wale wachaziri na kuna wale ambao kidogo uogopa. Na ni vizuri kurekebishana, ndiposa tupate kwamba serikali inaangalia na kurekebisha yale ambayo kidogo yanafanywa yasiyo mazuri kwa uzuri na maendeleo ya mwananchi wa kawaida hapa nchini Kenya. Naam. Na tukiendelea kusonga mbele ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Geoffrey Rigathi Gachagua ameendelea kampeni zake za kumshutumu
ama kushtumu uongozi wa Rais William Samoei Ruto, ikiwa ama alikuwa anazungumza katika eneo la Kiserian, kaunti ya Kajiado, huku akitaja kwamba Rais William Ruto aliwadanganya na ameshindwa kutimiza ahadi zake. Pia Gachagua alitangaza kuwa ataanzisha chama cha kisiasa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Tutazame habari hiyo. Alikuja na Biblia akasema mwadhamu ya mochwe, tukafikiria ni Mkristo, kumbe alikuwa ni mpishi amevaa koti ya kondoo. Alitudanganya hakutudanganya. Sasa Kenya imejaa uongo. Alikuwa ametuambia ataweka sisi pesa kwa mfuko, akarudi ile kidogo tulikuwa naye akatoa. Alitoa hakutoa? Alikuwa hakutoa. Kwa hivyo sisi tumeamua tunaunda chama yetu ya siasa, na hiyo chama watu ya Kajiado ndio tutaongoza hiyo chama. Na chama yetu mpya tutatangaza mwezi wa 5, na national chairman wa chama chetu mpya atatoka hapo Kajiado. Na hiyo chama tutasimamisha kutoka rais, gavana, senata, mbunge, women rep mpaka MCA. Muko tayari? Kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutaka kuanzisha chama. Hatujui, lakini tumekuwa tukiona viongozi wengi akiwemo Kawira Mwangaza wakati alipotolewa kuwa gavana. Pia yeye alisema kwamba anatoka kwenye chama cha alikuwa alichizuru kutoka chama cha UDA. Akatoka chama cha UDA akaingia, akasema kwamba atakuwa anatengeneza chama chake, lakini alisema alikuwa atangaze wiki hii ambayo hatujaona akifanya matangazo yoyote kuhusu chama chake. Lakini ni kuomba kwamba labda viongozi hawa watakuwa na unda chama ambacho kinasaidia wananchi wa kawaida na pia kuwasaidia kuleta maendeleo, na kiwe na sura ya taifa, kwamba si chama tu cha eneo fulani tu linajulikana pale. Na jinsi ambavyo umezungumza na yale ambayo ameyazungumza pale aliyekuwa naibu wa rais Geoffrey Rigathi Gachagua, kuna mengi ambayo amekuwa akiyazungumza awali. Kuna wakati alikuwa anapokea baadhi ya viongozi pale wa Munyoro wakizungumzia mambo tofauti tofauti, akitaja kwamba nitatoa ripoti. Na pale ambapo aliahidi kwamba akitoa ripoti hiyo atakuwa anazindua pia chama. Kisha baadaye ndio tulimwona ametoa ripoti, kuna viongozi ambao walifika pale na akataja kwamba atakuwa anatoa mwelekeo kamili Mlima Kenya itakuwa inafanya nini. Na tumekuwa tukisikia wa viongozi wengine tofauti tofauti kutoka Mlima Kenya wakitoa hisia tofauti tofauti, akiwemo mbunge wake wa nyumbani maana ambapo Rigathi Gachagua anatoka pale, akitaja kwamba kidogo anafikiria yeye ndiye atazungumza kwa niaba ya watu wa Mlima Kenya, lakini ikiwa kwamba ni upinzani wa nyumbani pale jinsi ambavyo siasa zilipo. Lakini tutangoja tuone huyu Rigathi Gachagua ni kipi kile ambacho atakifanya. Na pia nadhani tutapata wale ambao ni political analysts watueleze, je, wakati kiongozi kama Rigathi Gachagua ameondolewa afisini kwa minajili ya matumizi mabaya ya afisi ama tu kung'olewa mamlakani kwa makosa yale ambayo ameyafanya, je, anaruhusiwa kuwa na chama ama anaruhusiwa kusimama kiti chochote kile hapa nchini Kenya kulingana na katiba ya mwaka 2010, ama ni kipi kile ambacho kinapaswa kufuata pale? Naam, ni taarifa ambayo tutakuwa tunaendelea kuifuatilia na tutakuwa tukuelezea ni yapi yatakuwa yanaendelea na taarifa hiyo. Tukisonga mbele, serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi kwa ushirikiano wa vyuo mbalimbali ikiwemo chuo kikuu cha Kenyatta na chuo kikuu cha Yale imetoa matokeo ya hapo awali ya jaribio la kudhibiti lililolenga kuchunguza uwezo wa watoto wa miaka 3 kujiunga na shule, na hivyo kuwapa fursa wazazi kufanya shughuli zao za kawaida kama vile ukulima ama kilimo na pia shughuli zingine tofauti tofauti nchini. Hebu tusikize ni kipi kile ambacho walitoa katika ripoti hiyo. It is possible to have a 3-year-old child grasp educational concepts and retain them. We have seen that one practically in our schools, because when these children came to our schools, we were the first to receive them. All these others are just getting information from us.
So firstly, we were wondering how we would handle them, because they used to cry, run for their parents and so on. But with the materials that were exposed to them, they got used and everything went on well. Now we are taking care of those children in school. They are able even to go and feed themselves, which is something I've learned, those young boys and girls. And they can also use the lavatory areas without being assisted, which is now a very good training from the University of Nairobi and our Honorable Muthomi Joki. I looked at what the caregivers do their schedule today, even when I talked to them in the morning and I saw the materials that we had provided. Really, it is game-changing. It is life-changing because we have reinvented how CBC can be implanted as an introduction to schools. Because when a 3-year-old starts CBC early enough, by the time they get to the university, they will be architects, and those are the courses that they love. Hiyo kwamba ni ripoti ambayo ilitolewa hiyo jana ikihusisha baadhi ya vyuo vikuu hapa nchini Kenya, kwamba watoto wa miaka mitatu basi wanapaswa kuanza shule, na bila shaka wazazi wao wapate nafasi ya kutafuta mapato ya kila siku. Jacinta, wewe ukiwa kwamba una mtoto mdogo, ungependa aanze shule akiwa na miaka mingapi hivi? Nikiwa shule kwanza, labda tuzungumze, inalingana na jinsi ulilelewa. Kwa sababu mimi nikianza shule nilikuwa miaka 5, 6 hivi. Okay, hapo ni darasa la kwanza, ndio nakumbuka, najua darasa la kwanza nilikuwa miaka 6, nini hivyo. Lakini nilienda shule ya bweni mapema sana. Kwa hivyo labda miaka 3, hiyo tuseme ni daycare, kwa sababu mtoto mdogo sana. Mimi mtoto mdogo sana. Miaka 3 ni sidhani kama mtoto wangu anaweza enda shule miaka 3. Labda tu angoje miaka 4.5 labda. Na nafikiri kwa sababu najua kwa sasa tumejua kwamba kwa saa hii mambo yamebadilika. Si kama kitambo watu walikuwa wanakaa nyumbani, ama watoto walikuwa wanakaa nyumbani na kina mama, kwa sababu mama hawako wanafanya kazi, kina mama. Lakini kwa sasa wasichana wamesoma, kina mama wanafanya kazi. Lakini haimaanishi kwamba haufai kuwa na wakati ambao umetosha na mtoto wako, kwa sababu kwa sasa tunaona kwamba tunapata changamoto la wazazi na watoto kurelate vizuri. Unapata kwamba mtoto ama analelewa ama analelewa na mfanyikazi, ndio ambaye yeye anakuwa ni kama mamake. Mtoto anazoea mfanyikazi kama mamake, anakuwa close na yeye, anaanza kumzungumzia kuhusu yale mambo ambayo mnaweza kuzungumza na mamako, lakini anaanza kumwambia anamtrust mfanyakazi kuliko mamake. Na kwa hivyo kwenda kazini, kwa sababu tumeona sababu ambayo wamepeana hapa tukisoma hii habari ni sababu ya mtoto kuenda shuleni akiwa miaka 4, miaka 3 ni kumpa nafasi mama ama mzazi aende kazini. Lakini hiyo kazi ukirudi, unajua ukipata mtu ambaye anaweza kusaidia kumlea mtoto huyo kwa wakati huu, labda mchana, alafu jioni unaenda unakaa mtoto wako, lakini aweze kuzoea, ajue huyu ni mama, ajue huyu mama ananitengenezea uji, ananitengenezea hii chakula fulani, nikitaka hiki ni mama atanipatia ama ni dada atanipatia. Unajua ile kuzoeana, ile bond mzuri. Darasa la 3 mapema sana, ama si darasa, miaka 3 ni mapema sana. Lakini umekuwa ukishuhudia hata wakati asubuhi tunaja kazini, unapata kwamba mtoto mdogo tu wanangoja pale, gari zinawabeba asubuhi saa 10, saa 11, ikiwa kwamba wamechelewa sana. Lakini hilo ni jambo ambalo linahitaji wale ambao wanafahamu zaidi kuliangazia. Je, malezi ya mtoto yanapaswa kuchukua miaka mingapi? Ni miaka mingapi yanapaswa kumaliza ndiposa aanze shule? Asua pale wanataja kwamba ni daycare, mahali ambapo wanalelewa pale shuleni, wakifunzwa, wakijiandaa kuanza masomo yao rasmi. Basi mpenzi mtazamaji, nadhani kwamba awamu ya kwanza tumeitamatisha, ikiwa tutakuwa tunaenda mapumziko mafupi.
lakini kumbuka kwamba utakuwa unatufuata katika mitandao yetu ya kijamii, hasa pale Facebook pale kama Ndizi TV News Digital. Na pia tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Nakumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi wa SMS na pia mtandao wetu wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Na pia YouTube, Instagram, X account pamoja na TikTok utatupata @NdiziTV News. Tukao tunaelekea mapumziko mafupi, tukirejea tukao tunaangazia yaliyomo magazetini. Nakumbuka kwamba magazeti yale ambayo tutayaangazia siku ya leo ni magazeti matano, tukianza na gazeti lile la The Standard na gazeti lile la The Daily Nation, The Star pamoja na gazeti la The People's Daily na gazeti la Taifa Leo. Basi ikiwa ni hayo kwa muda huu, basi tupate mapumziko, tutakuwa tunarejea kwa muda ambao sio mrefu sana. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Nami ni Jacinta Nyabeta, tunarejea. Unatazama Ndizi TV Africa. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klasi zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora.
na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa Form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi, mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Unatazama Ndizi TV. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liason Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital, Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Unatazama Ndizi TV.
Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndezi TV Africa, karibu kwenye kipindi chetu Pambazuko, tukiendelea na awamu ya pili ambayo ni uchambuzi wa magazeti ambayo yanauzwa nchini Kenya kwa wingi, na pia tutakuwa tunaangazia masuala tofauti na kuelezea maudhui yapi yatakuwa yamejitokeza kwenye baadhi ya gazeti hizi humu nchini. Jina langu Jacinta Nyabeta. Nami ni Jeff Nyakundi. Tuendelee kusonga mbele katika awamu ya pili kuangazia taarifa kuu zilizomo magazetini. Na bila shaka tutaanza na gazeti lile la The Standard newspaper pale, ya kwamba taarifa kuu ambayo imeangaziwa ni kuhusiana jinsi ambavyo Rais William Samoei Ruto anaendesha serikali yake, haswa wizara ya afya. Pale mwandishi akitaja kwamba cartels hell hall. Pale ni kwamba musical chairs, kwamba President William Ruto seems to take a gamble on how to handle the Ministry of Health, while it's not in doubt corrupt syndicates have a strong hold on the key docket, 3 cabinet secretaries and 5 principal secretaries in 2 years, is what experts say is the wrong prescription to ending graft and giving Kenyans proper services as they pay for. Taarifa ambazo zimeangaziwa kwa kina zaidi katika ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7, ikiwa kwamba ni vidole vinanyosha jinsi ambavyo Rais William Samoei Ruto amekuwa akifanya mabadiliko katika sekta ya afya, katika wizara yake ama baraza lake la mawaziri, huku wizara ya afya ikiwa kufika hadi sasa imekuwa na wale mawaziri watatu tangia yeye kuingia mamlakani, na makatibu wa kudumu 5 wamepitia katika wizara hiyo ya afya, ikiwa kwamba ni maswali ambayo mengi yanaibuliwa. Je, Mkenya atapata huduma jinsi ambavyo anapaswa kuipata, ama mambo yanaenda namna gani? Pale tukiangalia gazeti hili umetaja kwamba shilingi bilioni 104 ni pesa ambazo zilitumika. The transition from NHIF to SHA seems to be the biggest headache the government is facing. Accusations of improper insurance of tenders to senior government officials manipulating the scheme have dodged the authority, and also the claims of skewed payment and the poor service delivery have pushed officials to the corner, and instead of these being addressed, new officials have been brought on board to clean the mess. Kwamba wakati mmoja katika serikali yake Uhuru Muigai Kenyatta, waziri wa sasa wa kilimo nikidhani Mutahi Kagwe ndiye alikuwa waziri wa fedha, samani waziri wa afya. Na kuna kile ambacho alitaja kwamba kuna watu wanazunguka katika wizara ya afya tu, mtu anapewa transfer aende kwingine, unapata kwamba amekatalia mule, na wanajua ni kipi kile ambacho kinaendelea. Kitaja kwamba kuna cartels ambao wako mule wanajua ni kipi kile ambacho wanakifanya, jinsi ambavyo wanapata pesa kibuerere, na haswa akataja shirika lile la kusambaza madawa hapa nchini Kenya, KEMSA, pia liko na watu ambao kidogo wamekita mizizi pale, na kila ambacho wanakifanya ni wizi, na ni jambo ambalo tumeliona likiendelea kujitokeza haswa katika wizara hii ya afya, ikiwa mabadiliko yale ambayo yalifanywa juzi. Tukimwona pale Rais William Samoei Ruto akimtoa pale baraza Deborah akimpeleka katika wizara ya mazingira, na yule Aden Duale akitolewa katika wizara ile ya mazingira akiletwa katika afya. Sasa kio kwamba hii ndio daktari mkuu jinsi ambavyo tulitaja jana. Je, ataweza kuhakikisha kwamba wamemaliza ufisadi ambao unakithiri katika wizara ya afya? Pale tunaona kuna mengi ambayo yamezungumzwa, baadhi ya Secretary General wa KMPDO akisema kwamba they keep on saying Afya House has cartels, but the cartels coexist. Cartels exist within the sector. The ministry is influenced by individuals who want to bring foreigners to work without licenses for cheap labor. We have people who want to get insurance deals, ambayo ni matamshi yake Dennis ambaye ni Secretary General, na pia anasema kwamba shake up in the Ministry of Health creates uncertainty, disrupts critical reforms and affects the morale of the healthcare workers who are already stretched thin. Ambapo pia hayo ni baadhi ya matamshi
yake Secretary General wa KMPDU akiangazia kuhusu changamoto ambazo zinaendelea katika sekta hiyo ya afya nchini Kenya, na haswa baada ya Rais William Ruto kuleta serikali ama kuleta bima mpya ya SHA ili iweze kuchukua nafasi ya NHIF. Tukisonga mbele kwenye ukurasa wa 4 tuna Ruto in fiery meetings before cabinet shuffle. Ni kuzungumzia kuhusu mikutano ambayo Rais Ruto amekuwa akiongoza ama akiwa nazo mikutano. Tumeona kwamba Rais Ruto amekuwa na mikutano na viongozi tofauti na pia tunajua kwamba alifanya reshuffle yake ya baraza la mawaziri, ambapo ndio hiyo umezungumzia hapo, ambapo Aden Duale alipelekwa kwenye sekta ya afya na Deborah kupelekwa sekta ya mazingira, na wengine wengi wakaongezwa kwenye baraza hilo. Basi tukiendelea kusonga mbele katika taarifa za kimataifa, pale ukurasa wa 5 ni kwamba Machar arrests put South Sudan on edge. Kwa kwamba ni taarifa ambazo zimeangaziwa jinsi ambavyo mambo yanavyoendelea katika nchi ya Sudan, kwa kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe vimekuwa vikishuhudiwa. Basi kuna jinsi ambavyo wanataja kwamba huenda Riek Machar akatiwa mbaroni, na akitiwa mbaroni basi nchi ya South Sudan itakuwa inabakia katika sintofahamu. Ni taarifa ambazo utakuwa unasoma katika gazeti hili la The Standard newspaper ukurasa wa 5. Tukisonga mbele kwenye gazeti ya pili ya siku ya leo, gazeti la The Daily Nation, tunaona pale habari ambayo imepatiwa kipaumbele, Mitumba Nation. Ngoja kwanza kabla hata tuanze kuangazia ripoti ya taarifa hii. Je, wewe unavalia nguo za mitumba? Of course, yes. Sasa mbona tukatae? Kwa sababu hiyo ndiyo ile ambayo unaipata kwa urahisi. Ndio. Kabla hujaendea ile ambayo unataka ya klasi ya juu, hiyo ndio utapatana nayo. Kwa lakini maanishi mtumba ni klasi ya chini. Haimaanishi hivyo. Kuna nguo ambazo utapata pale nzuri. Ukipiga pasi vizuri, basi mtu hata fahamu kwamba huyu ni mtumba alinunua. Maybe iwe ni mtu ambaye mnakutana naye pale, yeye ndiye anajua tu ni kile yule ambaye anakuuzia. Yule ambaye anakuuzia na Jacinta akifika hapa yeye najua tu zile ambazo hata unapata kwamba amekupangia. Kama ni makoti, kama ni longi nzuri, dresses kadhaa pale nzuri tu amepanga, anasema hizi ni naye yule customer wangu ambaye anakuja kuziangalia, na I'm very sure kwamba atabeba 2-3 ama atabeba zote. Naam, ni kweli, na pia mimi napenda mitumba. Na sababu nazipenda nguo za mitumba ni kwa sababu unapata kwamba ni moja kwa nyingi, like ni unique. Ni unique. Na unapata kwamba nguo za duka kidogo unapata leo umevalia hii ama umevalia hii lakini kwa rangi nyekundu. Mwingine unampata kesho amevalia nguo hiyo hiyo lakini kwa rangi ya kijani ama rangi ya samawati ama vitu kama hizo. Unapata kwamba kuna watu ambao hawapendi kufananisha nguo. Na sidhani kama wanapenda kufananisha nguo. Tukisalia hapo kwa ripoti hiyo ya Mitumba Nation, tuna mwandishi anazungumzia kuhusu nguo za mitumba. Anasema kwamba Kenya is now the biggest importer of second-hand clothes in Africa, overtaking even Nigeria that has a population of 4.5 times bigger. Akisema giving the country a dubious distinction of being an easy dumping ground for used apparel while struggling to revive its collapsed textile industry. Ni habari ambayo imeangaziwa kwenye ukurasa wa 4 na 5 kuzungumzia kuhusu nguo, ama kusema kwamba kwa sasa nchi ya Kenya ni nchi ambayo inachukua, ni nchi moja ambayo inachukua imports nyingi za mitumba ama nguo za mitumba ama second hand clothes ambazo watu wengi ambao wanavalia huko nchini, na inaonyesha kwamba tumeshinda hadi nchi ya Nigeria ambayo ina population ambayo ni 4.5 times bigger kutuliko. Na ukiona jinsi mwandishi anasema
hili jambo ama swala hili la kuleta imports hizi ambazo ni za second hand clothes inafanya Kenya iwe mahali kurahisi kwa kuleta tu vitu vibaya ama vitu second hand ambavyo vimeisha, ambavyo pia sisi labda hatutazitumia lakini watu wanatumia nchi ya Kenya kama dumping site. Nakumbuka mmoja akaniambia kwamba nilileta mzigo ndio, lakini nimepata nguo zote ambazo ziko pale kila moja inahitaji kufanyiwa repair. Basi ikimfanya kwamba hata uza chinza ambavyo amekuwa akiuza. Lakini tukiangalia ripoti ambayo imetolewa pale, kuna graph pale imechazwa ama iko katika gazeti ama katika uso wa gazeti hili, akiweka pale ramani ya Afrika na nchi zile ambazo zinaleta ama zinauza mtumba. Kenya inaongoza katika 38.55, na pia nchi ile ya Ghana 30.40, nchi ile ya Afrika Kusini 29.36, Uganda 27.16. Tukiona pale Nigeria ambayo wametaja kwamba inayo wengi wa watu ama umati wao ama population yake ni ya juu zaidi, basi 27.03. Angola 25.22, na nchi ya Morocco 24.9. Sitakia kwamba ama nchi ya Kenya ikiangalia jinsi ambavyo inaleta mizigo ama nguo za mitumba zikiwemo viatu, na leta zaidi mpaka watu wengi upata kwamba hapa ndipo wanakuja kutupa hata uchafu wote ule. Na ukiona Kenya ni ya kwanza kwa 38.55, ambayo inafuata iko 30. Ni kweli. Kwa hivyo tumewashinda na 8%. Ni kuonyesha kwamba Kenya inaleta mitumba nyingi. Na tukiendelea kusonga mbele katika gazeti hili la The Daily Nation ni kwamba ukurasa wa 18, with US aid cuts, ARVs would only be available to the highest bidder. Ikiwa kwamba sasa nchi ile ya Marekani jinsi ambavyo ilikata msaada wa kusaidia hapa Afrika, so nchi ya Kenya wa USAID, basi wale ambao watakuwa wanatafuta madawa yale ya kupoesha makali ya ugonjwa wa HIV/AIDS ama ugonjwa wa ukimwi almaarufu ARVs, basi yule ambaye atakuwa anazipata ama zitakuwa zinapatikana, lakini yule ambaye kidogo anaonekana kwamba akona kipato cha juu kidogo. Taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 18 katika gazeti hili la The Daily Nation hapo kidogo inaonyesha kwamba ikiwa kwamba mtu huyu alipata ugonjwa huu sio kupenda kwake. Kidogo alinajisiwa, mambo yakaenda jinsi ambavyo hayakufaa kuenda, basi amepata ugonjwa huu na ni mtu ambaye kidogo familia yao iko chini, itakuwa ni changamoto kwa yeye kupata dawa hizi za kupoesha makali ya ugonjwa huu wa ukimwi. Na pia tulikuwa tunajua kwamba wengine walikuwa wanapatiwa dawa hizi bila kulipia. Na kwa sasa kuonyesha kwamba unajua serikali ilikuwa imesema kwamba kuna dawa ambazo walikuwa wametenga kando, kuna zile ambazo zilikuwa kwenye stores zimehifadhiwa pale. Lakini sasa tukianza kusikia taarifa kama hizi ambazo zinamaanisha kwamba yule ambaye ana pesa ndiye atakuwa anapata, ni kama kusema tu ukikuwa mgonjwa hautakuwa unapata matibabu unless kama uko na pesa. Na ni jambo la kusikitisha kwamba nchi yetu ya Kenya haiwezi kuwasaidia wale ambao wana virusi vya HIV kama hawana pesa. Tunajua kuna watu ambao wanaishi mashinani ambao hawana access na commodity ama facilities kama healthcare facilities, na pia kuna wale wengine tunajua hawajui hata madawa wanatoa wapi. Kuna wale wengine ambao hawana kazi, ama upate ni mtoto mchanga, mdogo ambaye ana virusi vya HIV ambaye labda alikuwa anachungwa na shosho yake ama wazazi wake ambao ni wazee ambao hawana kazi. So wakati kulikuwa na USAID ilikuwa inawasaidia hata wazazi hao ambao hawajiwezi, na pia kuandika maafisa wa kliniki ambao walikuwa wanatembea vitongojini pale vijijini ili kuwasaidia wale ambao wana ugonjwa huu wa HIV. Lakini kwa sasa ni kama kidogo wataanza kupata changamoto nyingi. Ni swala ambalo labda tunaomba serikali yetu ya Kenya iweze kuwasaidia, kwa sababu kidogo haitakuwa ni jambo la kusikitisha.
Basi tukiendelea ni kwamba jana tuliona kwamba kuna kile ambacho walitaja serikali asua Wizara ya Afya inatenga baadhi ya mabilioni ya pesa kuhakikisha kwamba hilo limeshughulikiwa, lakini tutangoja tuone ni njia ipi itakuwa inafuatwa haswa kuhakikisha kwamba hawa watakuwa wanapata dawa hizi ikiwa kwamba ni wale ambao wako na ugonjwa huu wa HIV/AIDS. Aha, na pia tukisonga tukielekea ama tukizungumzia masuala ya elimu nchini Kenya, siku ya jana tuliona kwenye gazeti pia walikuwa wamezungumzia kuhusu hela za kupeanwa kwenda kwa vyuo vikuu. Na anaona hapa mwandishi amezungumza kuhusu swala hilo akisema why funding for varsity students is far from resolved. Ni kuzungumzia kuhusu ile new funding model ambayo Rais William Ruto alikuwa ameleta akisema kwamba kila mwanafunzi atakuwa anapata hela lakini kulingana na jinsi ambavyo wanajiweza kutoka nyumbani. Ni jambo ambalo wanafunzi hawakukubaliana nalo, na pia kidogo tukaona kwamba kesi ilikuwa imepelekwa mahakamani kuzungumzia kuhusu swala hili. Tunaona mwandishi anasema kwamba university students who are financial anasema kwamba who are financially through the new funding model are not nikiangalia vizuri inasema kwamba university students who are financed through the new funding model are still not out of the woods despite the Court of Appeal pending an wakitaja kwamba suspending Court of Appeal suspending an earlier and High Court judgment that declared the model unconstitutional. Ni kuhusu kesi kile ambacho kilikuwa kimepelekwa mbele ya Court of Appeal na Court of Appeal ikaweza kutoa ama ikasema kwamba kesi hii haikuwa inafaa ama the new funding model haikuwa inapaswa kupitishwa kwa sababu haikuwa fair kwa wanafunzi wote, na ni taarifa ambayo imeangaziwa ukurasa wa 16 kwenye gazeti la The Daily Nation. Basi tukiendelea kuangazia masuala hayo ya elimu, na sasa tuangazie masuala ya afya. Ukurasa wa 3, Jacinta, inalo swali kabla sijaleta taarifa hiyo. Je, wewe unapenda supu? Wengine kwamba nitaenda katika joint fulani tu kwa kununua supu. Naam, mimi napenda supu. Unapenda supu. Lakini labda tujue supu ni ya nini kwanza. Sababu si supu yote. Unajua kuna joke ambayo watu wengi wanasema mtandaoni kwamba kuna ile kabila ya Wakikuyu. Kikuyu akikupikia hata akipika skuma hata sawa. Naam, sitamaliza hiyo. Basi kama unapenda supu hivi kuna taarifa ambazo zimechapishwa katika ukurasa wa 3 katika gazeti hili la The Daily Nation pale kusema kwamba ni afya kwa kwamba unaona pakuli pale imetiwa supu na mwandishi anataja kwamba supu crazy Bone supu attract cult following, kwa kwamba sasa ni supu ya mifupa pale. Kitaja kwamba cult nadhani ni kitu ambacho ama ni dhehebu fulani. Akiwa kwamba it has now a cult following, kwa kwamba watu wengi hupenda supu. Inanikumbusha wakati tulikuwa vyuo vikuu, napita kwa joint jioni pale unapata kwamba supu imewekwa na kuna kibuyu fulani wanaweka ndani, alafu wanagonga sana, inagongo hivyo. Basi kisha baadaye unaambiwa ndio hiyo unatiliwa pale. Kwa wale ambao ni wapenzi wa supu, basi ukipata gazeti hili la The Daily Nation kuna mengi ambayo yameangaziwa kuhusiana na afya ya kile ambacho unakikunywa pale kama supu, na jinsi ambavyo wametaja kwamba it has now a cult following pale. Taarifa ambazo utakuwa unazipata katika ukurasa wa 3 gazeti hili la The Daily Nation. Na kwenye ukurasa wa 59 tunaona pale tukiangazia spoti kidogo. Mwandishi anasema it isn't me. Top goalie Matasi under probe for match fixing. Ni huyu Matasi ambaye anaendelea, niliona kwamba alitolewa kidogo, alisimamishwa kidogo ili afanyiwe investigation
ya match fixing? Ni kwamba kuna video ambayo inaonekana kwamba alikuwa katika gari moja. Ndiyo. Na pale walikuwa wanazungumza na mtu ambaye hajafahamika vizuri, lakini kile ambacho wanaangazia ni jinsi ambavyo wanataka kufix ile michezo ambao wanacheza. Basi yeye ni kutaka timu ile either ishinde ama wao washinde, ndiposa kuna kitita cha pesa ambazo kinapeanwa. Basi hicho ndicho ambacho kilipelekea yeye kuambiwa kwanza kaa kando ufanyiwe uchunguzi, kisha baadaye tutaona jinsi ambavyo mambo yataenda. Na katika gazeti hili la The Daily Nation kuna taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa pili. Pale ni taarifa zimetolewa na shirika lile la NIS, wakitaja kwamba Kahariri and Haji warning on Ruto must go campaign. Sema kwamba security chiefs have seconded a warning, have sounded a warning to those scheming regime charge via extra constitutional means at the time when Ruto must go chants have gained traction in public spaces and also in social media platforms. Ikiwa kwamba ni taarifa ambayo imetolewa na yule ambaye anasimamia shirika la National Intelligence Service, mkuu wao Bwana Haji na Bwana Kahariri, wakitoa kwamba hilo linapaswa kukoma. Sasa tumeona hilo likiwa tu aswa wakati wa mchezo ambao ulihudhuriwa eneo lile ama kati ya timu ya Harambee Stars na Gabon katika uga ule wa Nyayo. Tusikia Wakenya aswa vijana ambao walikuwa wamejaa mle wakiimba Ruto must go. Ndio. Na akitaja kwamba hiyo ina hatari kubwa kwa nchi ya Kenya, jinsi ambavyo mkuu wa NIS na pia Bwana Kahariri wametoa ripoti. Naam. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Daily Nation, na tukukumbushe tu kwamba tunaendelea na taarifa zetu kwenye upande wetu wa mitandao yetu ya kijamii. Facebook utatupata @NdiziTV News Digital. Na kwingineko utatupata katika tofuti yetu www.indizitv.co.ke. Na pia Instagram pamoja na TikTok, X account na YouTube utupate @NdiziTV News. Kumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia mtandao wetu wa WhatsApp na bila shaka kupitia ujumbe mfupi ama SMS kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Naam. Tukisonga mbele kwa gazeti la The People's Daily. Yes. Naam, tunaona pale taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele. Mwandishi ameandika kwenye ukurasa wa 4, ameandika competence test. Kuona kama watu wanafanya kazi vizuri. Na ukiangalia amesema kwamba Ruto's untouchables. Ruto's unfit untouchables. Hapo tunaona picha yake Rais William Ruto akiwa amezungukwa na mawaziri tofauti tofauti. Tunaona Ababu na Mwamba ambaye ni UN, anafanya kazi kwenye UN. Susan Nakumicha amepatiwa okay, acha nitawasoma tu majina. Aisha Jumwa, Eliud Owalo, Edward Kisingani, Andrew Karanja pamoja na Moses Kuria. Hawa ni tunajua ni wale ambao wamo serikalini kwa serikali yake Rais Ruto, ambao tunaona pale chini mwandishi amesema double speak, akisema despite their colleagues having been sent into oblivion after being found incompetent as cabinet secretaries, this battalion has handed new trappings of power as ambassadors, parastatal chiefs and advisors. Ni kuzungumzia tu ni jinsi watu walianza kuzungumza jana kuhusu Aden Duale kwamba amekuwa akisongeshwa hatoki, lakini ni kuwekwa tu, anatolewa hapa anapelekwa hapa. Lakini tunaona kwamba Justin Muturi alingolewa kwa sababu alizungumza vibaya kuhusu serikali. Kwa hivyo hawa ni baadhi ya wale viongozi ambao wanafanya kazi na Rais William Ruto. Mwandishi anaangazia jinsi viongozi hawa licha ya viongozi wengine ambao walikuwa pamoja, ambao walianza kazi pamoja kuelekea ama kufutwa kazi ama kutumwa nyumbani, wao bado walipata nafasi ya kwenye serikali ya Rais William Ruto kama ambassadors, wengine kama parastatal chiefs na wengine kama advisors.
Na tukiendelea kusonga mbele, ikiwa kwamba ni taarifa za kisiasa bado, ukurasa wa 6 pale tunamuona naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki akiwa eneo la Mlima Kenya, pale mwandishi akitaja kwamba Kindiki prepares ground for DC president's visit to Mount Kenya, ikiwa kwamba anaendelea kupanga mikakati na kupanga eneo la Mlima Kenya, ikiwa kwamba rais anatarajiwa kufanya ama kuanza safari yake rasmi ya siku 7 katika eneo lile la Mlima Kenya, ambako atakuwa anatembelea kaunti zote za Mlima Kenya na bila shaka kuzindua miradi tofauti ambayo ilianzishwa ikakwama na mingine ambayo itakuwa inaanzishwa upya ili kuhakikisha kwamba anarejesha hadhi yake pale Mlima Kenya, ikiwa bado anaendelea kupata upinzani kutoka kwa aliyekuwa mwendani wake wakati mmoja na rafiki wake wa karibu zaidi ambaye ni Geoffrey Rigathi Gachagua kama naibu wake wa zamani na pia naibu wa rais wa pili katika nchi ya Kenya. Na pia tukisonga mbele tukizungumzia ama tukiangazia masuala ya IEBC, ambapo tunajua kwamba makamishna walianza rasmi mahojiano yao hapo jana, ama walioteuliwa kwa hiyo nafasi ya makamishna ambao wanaendelea na usaili wao kwenye jopo ambalo linasimamia IEBC. Tunaona pale ex-polls officials why fight for top IEBC positions. Tunaona pale picha yake Abdullah ambaye ni mmoja wa waniaji wa nafasi hiyo ya kuwa commissioner ama makamishna wa tume ya IEBC. Tunaona pale wakati alikuwa anahojiwa wale waliokuwa kwenye jopo walikuwa wanamuuliza kwamba unajua kwamba sio wewe peke yako uli apply kwa hii kazi, pia bibi yake pia alikuwa ameapply pale. Na ni kuzungumzia kuhusu huyu kiongozi ambaye anatafuta nafasi ya kuwa kamishna wa tume ya IEBC pamoja na bibi yake, lakini akaulizwa pale mwisho iwapo wewe au bibi yako mmoja wenu achaguliwe, tunaomba kwamba isilete rapsha zozote ama vita pale nyumbani. Tunatumai kwamba mmoja wenu akichaguliwa labda itakuwa tu sawa pale nyumbani. Na tukiendelea kusonga mbele katika ukurasa wa 3, gazeti hili la The People's Daily ni taarifa ambazo zimeangaziwa kuhusiana na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Pope Francis, pale wakitaja kwamba the day Pope Francis almost died, siku ambayo huyu Papa Francis kidogo aiaga dunia. Ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 3 katika gazeti hili la The People's Daily. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The People's Daily. Natumai kwamba tumemaliza gazeti hilo la The People's Daily, na kwa sasa tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi ili tukirudi tuendelee kuangazia gazeti la Taifa Leo pamoja na gazeti la The Star. Basi unapoelekea mapumziko hayo, kumbuka kwamba utakuwa unatufuata katika mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook utanipata kama Jeff Nyakundi. Nami utanipata Nyabeta, Jacinta Nyabeta. Unatazama Ndizi TV. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology,
Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court. Huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV. Tukiendelea na kipindi chetu cha Pambazuko asubuhi hii ya leo, siku ni ya Ijumaa tarehe 28 Machi mwaka ni wa 2025. Tukiendelea na uchambuzi wa magazeti, tulikuwa tushachambua gazeti la The Standard na pia gazeti la The Daily Nation na lile la People's Daily. Naam. Basi sasa hivi tutaangazia gazeti lile la The Star. Na kila ambacho kimeangaziwa katika gazeti hili la The Star ni kwamba Weta ouster, kia kwamba Western leaders concerned about speculations to kick out House Speaker. Ikiwa kwamba ni Luhya Nation ama wabunge kutoka eneo lile la Western Kenya, ikiwa kwamba sasa wanafanya maandamano kwake Rais William Samoei Ruto, ikiwa kwamba kuna minong'ono kwamba huenda spika wa bunge lile la kitaifa akang'olewa mamlakani. Wanaogopa kwa sababu tuliona ama tumekuwa tukiona kwamba Waluhya wamekuwa kwenye serikali sana, kwa sababu tuliona si Waluhya tu lakini watu wa kutoka magharibi mwa Kenya hawajakuwa wakilalamika
wakilalamikia serikali ya Rais Ruto kwa miaka miwili hivi, kwa sababu tangu aingie serikalini. Sababu tuliona pale Weta akakuwa speaker, na pia tukamuona Mudavadi kipatiwa ama kitua uongozi wa kuwasimamia waziri mwenye mamlaka makuu. Bila shaka tuliona juzi huyu kiongozi ama baadhi ya viongozi kutoka eneo lile la magharibi, samani si Mlima Kenya, walikuwa na mkutano katika ikulu ya rais. Na kuna mengi ambayo walikuwa wanayaangazia pale, kile ambacho kilitajwa kwamba ni maendeleo na mambo mengine ya eneo lile la Western Kenya walikuwa wanaangazia. Lakini gazeti hili pale wameangazia kwamba kuna jinsi ambavyo mambo yanaonekana hayapo sawa katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Hapo ndipo taarifa hizo zimepewa kipao mbele. Na pia tunaona hapo chini kwenye gazeti la The Star tunaona picha yake Ndini Nyoro pamoja na Babu Owino wakisalimiana huku wakitabasamu, ambapo mwandishi anazungumza akisema kwamba Nyoro, Babu acquire new joint party. Wamepata chama mpya. Ikiwa kwamba ni siasa zinaendelea kuchacha na kila mtu ambaye kidogo anaonekana ameonyeshwa mlango katika serikali ya William Ruto anafikiria kwamba wataanza chama kabisa. Nilimsikia Babu Owino akizungumza kutaja kwamba yeye ndiye kiongozi tu ambaye yako upinzani. Wengine wote wameingia katika ndoa ya kisiasa na Rais William Samoei Ruto. Na tukiendelea kusonga mbele, picha ambayo tunaiona pale kando katika ukurasa wa 8 ni picha ya mkuu wa NIS ambaye anasimamia NIS Bwana Nurdin Haji, pale wakitaja kwamba Haji defends NIS spell out hurdles agency faces in war against terror. Kwa ni taarifa zimeangaziwa kuhusiana na shirika lile la National Intelligence Service, taarifa ambazo zimeendelea kutolewa pale kuhusiana na magenge ambayo yanaendelea kufamia hapa nchini, ikiwa kwamba Nurdin Haji akitaja kwamba wako ngangari kabisa, na taarifa hizi tutakuwa tunasoma katika gazeti la The Star ukurasa wa 8. Na ukurasa naona hapo kidogo kwanza tuangazie siasa. Naona ukurasa wa 2 na wa 3 Rais Ruto wanazungumzia siasa, ambayo anasema Ruto's game of chess and the new battle for Mount Kenya region. Ni kuzungumzia kuhusu siasa yake Rais William Ruto na serikali hii yake ya Kenya Kwanza, na akizungumza pia kuhusu safari yake ama ziara yake, si safari lakini yale mambo ambayo atakuwa anahitajika kuyafanya ili ama watu wa Mlima Kenya kumkubali yeye, labda kufanya siasa zake kwa amani. Lakini pia tunataka kuona huu mchezo wa Rais Ruto utafika wapi. Na tunapoendelea kuangazia yaliyomo katika gazeti hili la The Star, pale chini ukurasa wa 9, Benedict Kabiru, authorities name officers killed by the Caribbean gang. Akiwa kwamba ni majina ambayo yametolewa kuhusiana na afisa ambaye alihusika katika kuwaua watu katika eneo lile la Caribbean pale, akiwa kwamba ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 9 katika gazeti hili la The Star. Na pia kwenye spoti bado tunamwangazia yeye Matasi, ambaye pia mwandishi anasema kwamba Harambee Stars top keeper Matasi denies match fixing dossier. Ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele pia kwenye gazeti hili la The Star, ambapo wanazungumzia pia mchezaji huyo wa Harambee Stars, habari ambayo tumeizungumzia sasa hivi tu. Na tukiendelea kusonga mbele katika gazeti lile la mwisho, gazeti la Taifa Leo, kwa kwamba taarifa ambazo zimepewa kipaumbele pale ni Kosikei kutoa nguvu za kuajiri. Ni swali ambalo limeulizwa pale, kwa kwamba Public Service Commission kwenye ripoti ya lalama kuwa mswada mpya unalenga kuipokonya mamlaka yake kikatiba. Pale ikiwa kwamba ni mzozo ukitajwa mzozo unatokota kuhusu mswada mpya unaopendekeza mkuu wa utumishi wa umma atwikwe mamlaka ya kuajiri watumishi wa umma, huku Public Service Commission ikidai kuwa njama ya kudhoofisha mashirika
huru, ikiwa kwamba ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa pili pale wakitaja kwamba huyu Felix Kosgei huenda akapewa mamlaka zaidi na nguvu zaidi za kuajiri na kufuta, nikidhani kwamba hautakuwa unaajiri bila kufuta. Ukitengeza nafasi ya watu unatoa wale ambao unaona kidogo hawafanyi kazi jinsi ambavyo inafaa na unaleta wengine. Na tumeona pale shirika hili la PSC likilalamika kwamba huenda mashirika yale ambayo ni ya kibinafsi na pia mashirika huru yakapatwa na changamoto na shida, ikiwa kwamba muswada huo utapitishwa bungeni na kumpa nafasi huyu Felix Kosgei ambaye ni mkuu wa utumishi wa umma. Naam. Kusonga mbele kwenye ukurasa wa pili. Ajabu kaunti ya Nyamira kuwa na mabunge wawili. Gavana asema awazia kuomba Rais Ruto kuteua kamati maalum kuisimamia. Na nasikia kwanza kusema pause. Kwa sababu kaunti ya Nyamira imekuwa ikionekana kuwa na changamoto nyingi sana. Kweli? Samahani. Kaunti ya Nyamira zimekuwa zikiendelea kwa sana, ikiwa kwamba katika eneo lile ama katika kaunti ya Nyamira gavana wake amejaribiwa kuondolewa mamlakani mara zaidi ya moja, ikiwa kwamba hivi majuzi alifika mbele ya kamati ya bunge lile la Seneti kueleza jinsi ambavyo amekuwa akitumia fedha katika kaunti hiyo ya Nyamira, jambo ambalo kidogo alikuwapeleka vizuri, na ripoti ambayo ilikuwa inatolewa ilikuwa ni aionyeshi jinsi ambavyo mambo yamekuwa katika ama pesa zimekuwa zikitumika katika kaunti hiyo. Nakumbuka kwamba wakati mmoja pale Jacinta wakimuondoa wale ambao walikuwa wanataka kumuondoa huyu ama wawakilishi wodi, wale ambao walisukuma mswada wa kumng'oa afisini yule gavana, wakakosa kura moja wakati walipiga kura pale bungeni. Walikosa kura moja wafike idadi ile kamili ambayo inatosha kumtoa afisini. Na upinzani wale ambao walikuwa wanakataa kumng'oa afisini nao walishinda kwa sababu walipiga kura za kutokubaliana na wenzao. Basi tangia wakati huo tumekuwa tukiona kwamba kuna changamoto. Ikiwa bunge moja likifanya vikao katika County Assembly ya Nyamira, lingine linafanyia vikao katika ule uga wa Manga Stadium, japokuwa hujajengwa ukamilike. Kuna maeneo ambao wamekuwa wakifanyia vikao hivyo, jambo ambalo lilileta mzozo kati ya viongozi. Tukaona kwamba baadhi ya wakiwemo wale gavana, mwakilishi wa kina mama na bila shaka wale wabunge wakazungumzia swali hilo na kulitatua, lakini yale ambayo yamerejea tena. Mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunapata mapumziko mafupi kwa sasa hivi. Tukirejea tutaangazia swala hilo la Nyamira kwa kina zaidi. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Nami ni Jacinta Nyabeta. Unatazama Ndizi TV. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or on email
123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Unatazama Ndizi TV. Tena mpenzi mtazamaji wa Pambazuko, tukiendelea na kipindi chetu. Tukiendelea hapa, tulikuwa tunazungumzia kuhusu kaunti ya Nyamira kuwa na mabunge mawili. Ndio. Na pia ulikuwa umesema kwamba viongozi wamekuwa wakizozana wakiwa na maoni tofauti, na pia wamekuwa wakikuwa na vikao tofauti. Na tukamwona pale gavana mbele ya seneti wakianza kujibizana na mwishowe kusema nini? Mwanisha amesema gavana asema awazia kuomba Rais Ruto kuteua kamati maalum ya kuisimamia kusimamia kaunti ya Nyamira. Nadhani kwamba kile ambacho mambo yakienda hiyo jinsi ambavyo gavana yeye anayaona, jinsi ambavyo tumekuwa tukiona wengi wakizungumza wakitaja kwamba ikiwa yataenda hivi, bunge hilo ama kaunti ya Nyamira itakuwa suspended. Kweli. Na ikikuwa suspended, basi wale viongozi wote ambao waliteuliwa wataenda nyumbani. Watu wa Nyamira ama wakazi wa kaunti ya Nyamira wafanye uchaguzi upya tena. Nadhani kwamba viongozi hakutokubaliana. Kuna jambo limekuwa ama kuna kitu ambacho kilianza polepole. Na sio katika kaunti ya Nyamira, inasemekana kwamba jinsi ambavyo watu huachiliwa kupata kazi katika kaunti ya Nyamira, jinsi ambavyo watu hulipwa na jinsi ambavyo matumizi ya fedha katika kaunti hiyo yanafanywa na maamuzi yale ambayo yanafanywa na gavana, kidogo pale ni changamoto. Nakumbuka akiwa katika mbele ya chopo lile la kuangazia matumizi ama jinsi ambavyo amekuwa akitumia fedha, kuna kile ambacho chairman ama mwenyekiti katika kamati alikuwa anasoma kwamba portfolio yake bwana gavana Nyaribo, akitaja kwamba jinsi ambavyo alivyo ni kipi kile ambacho amesomea, na kutaja kwamba hata wakati mmoja ameshirikishwa kufanya kazi katika World Bank, na basi wakitaja kwamba huyu ndiye anapaswa kusaidia vitabu vile ambavyo ama zile balance sheet ya county iwe ina balance vizuri, utapata kwamba hajajua ni kipi kile ambacho kinaendelea. Wakati aliulizwa alisema huyo sio mimi. Wengi wamekuwa wakizungumza mitandao ya kijamii ukitaja kwamba huenda gavana Nyaribo ana vyeti ambavyo ni vyake ama anatumia vya watu wengine. Ni swali ambalo maybe yule ambaye atalijibu na atoe jibu sahihi ni gavana mwenyewe, lakini jinsi ambavyo mambo yanaendelea katika kaunti ya Nyamira kidogo ni kuna jambo ambalo halipo sawa. Naam, na tuliona pale mwenyekiti ambaye alikuwa hapo kwenye bajeti ya wakati alikuwa mbele ya seneti hiyo. Alisema kwamba kaunti ya Nyamira imekuwa ikiangaziwa kwenye ama na waandishi wa habari. Imekuwa kwenye vyombo vya habari, lakini kwa sifa tu mbaya peke yake. Hamna hata sifa moja nzuri imetoka kutoka Nyamira. Na ni kweli, kwa sababu tumekuwa tukiona gavana Nyaribo hakuna maendeleo yanafanywa tukiangazia Nyamira. Labda tukisema tuache kwanza gavana, tuzungumzie labda MCAs, wakilishi wadi ama wabunge. Ukiona wabunge kutoka kaunti ya Nyamira, mbunge Clive Giseiro amekuwa akifanya maendeleo, tumekuwa tukimuona, na ukiangalia kwa viongozi wengi ambao waliteuliwa kwenye kaunti hiyo ya Nyamira, wengi wao hawafanyi kazi. Wengi wao wanaendelea labda kumsupport Governor Nyaribo. Wakati
Nyaribo anafaa pia labda awaamshe, awaambieni, labda awaambie wafanye maendeleo kwenye constituencies tofauti tofauti, kwenye wadi tofauti tofauti, hawa ma MCAs. Unapata kwamba ma MCAs wanasimama pamoja na gavana, lakini gavana hafanyi chochote. Na wao wenyewe hawamwambii labda kuna hii shule haina. Unajua ukiingia Nyamira town, nilitembea Nyamira town na nikapata kwamba haujui town iko wapi. Kwa sababu town ukiona mahali town iko hapo kando, utaona ng'ombe amefungwa anakula nyasi. Labda kuna nyumba hapa kando ambayo imejengwa labda na mbao, ambao labda ni mtu anaishi, lakini haujui kama ni mtu anaishi ama ni kibanda cha kuuzia mboga ama ni duka, haujui ni nini. Alafu ukiangalia barabara, haya tuachane na barabara, ofisi ya gavana ukiangalia ni ofisi za kitambo. Nikajiuliza wakati nilitembea huko, hayo ni maoni yangu, wakati nilitembea huko kwa hiyo ofisi ya gavana, nilikuwa naangalia the building ya gavana, mahali ambapo ofisi ya gavana iko. Naangalia nasema labda hii ilikuwa ni okay, majengo haya ni ya kitambo sana. Na Nyaribo kwa sasa tunajua kwamba amekuwa serikalini kwa muda mrefu. Kutoka wakati alichukua kutoka kwa Nyagarama. Ndio. Wakati alikuwa deputy. Kwamba alikuwa naibu wake Nyagarama. Gavana Nyagarama. Naam. Wakati huo alikuwa naibu wake. Akatoka wakati Nyagarama aliaga, akaingia ofisini. Ameingia ofisini kutoka wakati ule mpaka sasa. Ofisi haina tiles. Ama wakati unajua kuna jinsi ofisi ya gavana huwa, kwa sababu wanaweka budget ya labda kuimprove ama nini. Nilijiuliza tu gavana Nyaribo hajaiona kama ofisi yake ama the building yote, majengo yote hayafai kurenovatiwa, kwa sababu vitu huko havifanye kazi. Ni kweli county imekwama, na jinsi ambavyo imekwama ni malumbano. Na kuna jambo ambalo nilizungumza jana kwamba wakati viongozi wanateuliwa, tunajua kwamba hawa wawakilishi wadi kazi yao ni kuangalia jinsi ambavyo gavana anafanya kazi, na bila shaka yule speaker wa bunge la county naye ni mtu ambaye anapaswa kuangalia jinsi ambavyo gavana anafanya kazi. Ikiwa kwamba ameenda Murama, anamrekebisha, anamwambia hapa jambo hili halijaenda vizuri, pesa ambazo zimetengwa kufanya jambo hili halijatolewa ama hazijatolewa. Ni juzi tu ama wiki kama moja hivi imepita, tuliona kwamba wafanyakazi wa county walikuwa wanagoma, hawajalipwa na pesa zao kweli ndio hawajapewa, na malumbano yamekuwa katika county ya Nyamira. Tukaona MCAs ama wakilishi wadi wakamtimua speaker wa bunge lile, kisha baadaye naibu wake akachukua hatamu. Na juzi tumeona kuna yule ambaye alikuwa pale kama afisa mmoja katika kaunti ya Nyamira, akarejea kumwambia sasa mimi nimerejea kazini, wewe ambaye umekuwa hapa unapaswa kuondoka. Nadhani kwamba viongozi wote katika kaunti ya Nyamira wanapaswa kuwa na kikao wazungumze, lakini pia wananchi wa kaunti ya Nyamira. Kwa sababu wao ndio walimweka gavana Nyaribo ofisini. Ndio. Baada ya kuona kwamba hajafanya kazi, kwa sababu watu wakianza kuzungumzia gavana Nyaribo watasema kwamba hajafanya maendeleo kutoka kitambo. Ni kweli. Wakati alikuwa huko mara ya kwanza hakufanya maendeleo, ama tuseme hakufanya maendeleo ya kutosha. Na kwa sasa wakaenda wakapiga kura tena mwaka wa 2022 wakamrudisha yeye. Kwa hivyo ni kujiuliza tu, labda wakazi wa Nyamira hawataki maendeleo, ama ni viongozi, ama sio wao wanapiga kura. Kwa sababu pia labda watu wengine wanasema kwamba kura hizi ununuliwa. Lakini ni nani huuza kura hizo? Nadhani kwamba ni jambo la busara kwamba wananchi wafanye lile ambalo linawapaswa wao wafanye kuhakikisha kwamba hadhi ya Nyamira imerejea, lakini kivingine au viongozi wote wanapaswa kufanya kikao. Kama wewe ufanye kazi, ulimuona akimlaumu seneta kwamba seneta ndiye anawasha moto katika kaunti ya Nyamira. Na kweli kwamba seneta yeye anauliza maswali jinsi ambavyo tumekuwa tukimsikia kwamba maendeleo fulani ama eneo fulani kasi haijafanywa, na gavana ananyoshewa vidole vya lawama. Hata wananchi wenyewe wamezungumza wakimnyoshewa vidole vya lawama kwamba hatujapata maendeleo. Tukaona kwamba amenunua, wakati tuliona wengi wakizungumza, tuliona amenunua mashine za kulima na kujenga barabara.
na barabara kadhaa zikaanza kutengezwa, jambo ambalo aliambiwa amefanya vizuri. Lakini tukiangalia kuna mambo mengi ambayo hayajafanyika katika kaunti ile, haswa marumbano kati ya viongozi, na huenda jambo hilo lisipoangaziwa kwa kina na kwa usahihi, basi litaleta changamoto kubwa na Mkenya wa kawaida, haswa mkaaji wa kaunti Nyamira, atazidi kupata shida. Lakini nadhani hilo ni funzo kwa wananchi wakazi wa Nyamira kwamba tunapaswa kuangalia na tuwapige msasa vizuri viongozi wale ambao tunawateua. Nakumbuka kwamba yule kiongozi akija, ahadi ambazo anazitoa, je, busi angalie ni mtu ambaye anaenda kuzihakikisha samahani, ama ni mtu ambaye atataja kitu leo akupe shilingi 50 kisha baadaye hayo yatokomee. Naam, ni kweli. Na pia kaunti ya Nyamira tunaomba kwamba jinsi umesema wakazi wa Nyamira waweze kupata ama waweze kuona, ili waweze kuchagua viongozi ambao wanawasaidia, na si wanasiasa tu, ni kuchagua kiongozi yule ambaye anaweza kuwasaidia, si kiongozi ambaye atakuwa tu ofisini kwa sababu unamjua, kwa sababu fulani. Kwa hivyo wakazi wa Nyamira tunaomba kwamba muweze kuwachagua viongozi wenu kwa njia iliyo nzuri, na kwa kuangalia ama kuangazia kwamba kiongozi huyu akiingia ofisini atatusaidiaje kama kaunti ya Nyamira. Lakini pia moja tu kidogo labda kabla tusonge mbele, kaunti ya Nyamira pia haijawahi kuonekana kuwa na kiongozi ambaye ameingia ofisini kuwasaidia. Wakati wa Nyagarama pia watu walikuwa wanasema hii mambo haya tu, walikuwa tu wanaangazia mambo haya, wako nasema labda Nyamira ilikuwa sawa wakati huu. Tangu niendelee labda kujua kuhusu siasa, kuanza kujua kuhusu siasa kidogo, nimeona kwamba Nyamira haijabarikiwa. Haijabarikiwa kuwa na gavana mzuri. Labda viongozi wa bunge sawa, labda wawakilishi wodi kuna wengine wanafanya kazi, lakini kwa gavana bado kaunti ya Nyamira haijapata gavana ambaye anaweka matakwa ya wananchi mbele kabla ya matakwa yake. Nadhani kwamba watakuwa wanafanya lile ambalo linapaswa kufanyika pale. Na tukizidi kusonga mbele katika gazeti hili la Taifa Leo ni kwamba ukurasa wa 3, wakuu wa usalama watoa onyo kuhusu Ruto must go, ikiwa kwamba wasema mabadiliko yoyote ya uongozi lazima yafanyike kwa mujibu wa katiba. Ikiwa kwamba ni taarifa zile ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 3, na hilo tulikuwa tumelizungumzia awali katika magazeti yale ambayo yaangazia awali. Na ukipata kusoma tutakuwa tunasoma katika ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Taifa Leo. Ukurasa huo wa 3 tunaona seneta ataka gavana akabidhi naibu mamlaka. Hapa ni kuangazia jinsi seneta wa Nakuru Karanja alikuwa anasema ama alikuwa anamuomba Kihika kumpa naibu wake mamlaka, akisema kwamba mwandishi akisema seneta wa Nakuru ataka MCAs kuingilia kati kuzuia mgogoro mkubwa kaunti hiyo. Anasema kwamba anawaomba wawakilishi wodi wa kaunti ya Nakuru waweze kuingilia kati, kwa sababu gavana Susan Kihika hajakuwa akionekana kazini kwa muda mrefu, na kwa sasa anamuomba Susan Kihika aweze kumpa mamlaka naibu wake ili maendeleo yaweze kuendelea kufanyika kwenye kaunti hiyo ya Nakuru. Habari ambayo imeangaziwa kwenye ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Taifa Leo. Na tukiendelea kusonga mbele, nchi ya Marekani basi imeamuru rais wa nchi ile ya Sudani pale kwamba bwana Salva Kiir amwachilie naibu wake ambaye anamzuilia. Kwa kwamba serikali ya Trump yakosoa rais wa Sudan Kusini kwa kudhulumu naibu wa rais wa nchi hiyo. Kwa kwamba ni taarifa ambazo zimeangaziwa ukurasa wa 8, kwamba ni taarifa za kimataifa. Basi ukipata gazeti hili utasoma zaidi uelewe ni kipi kile ambacho rais Donald Trump amezungumza kuhusiana na nchi ile ya Sudan Kusini, kuhusiana na rais Kiir na jinsi ambavyo amemteka na kumnyanyaza yule naibu wake. Naam, na kwenye spoti tunaona Chelsea na City zamezea mate ya shilingi bilioni 16, ambapo maanisha anasema timu hizo mbili za Uingereza zilitoa klabu bingwa mwaka wa 2021 na mwaka wa 2023. Taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa 20 kwenye gazeti la Taifa Leo. Hivi wewe katika spoti huwa unashabikia timu gani
kwa UEFA ama Champions League? Alama ya dukuduku kidogo kwa sababu mimi utazama michezo tofauti lakini kusupport timu moja ni ngumu kwa sababu sijafanya research vizuri kuhusu timu hizi. Lakini najua wachezaji tofauti. Kwa hivyo nikisikia labda leo Messi anacheza na timu fulani itakuwa Argentina, okay, labda. Wewe ni wa hiyo. Wewe ni yule sababu unajua unaipea support ama una support timu ile ambayo inacheza wakati na ile ya kwanza imeshinda. Unabadili ni yao. Ama unasema ile imeshinda ndo yangu. Ni sawa kabisa. Tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye tutakuwa tunarejea tuendelee kuangazia maudhui yale ambayo tumeyaona yakinakiliwa ama yale ambayo yameangaziwa katika magazeti yote matano kwa upamoja. Basi endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook tupate kama Ndizi TV News Digital. YouTube tupate @Ndizi TV News. Na kwingine kuzungumza nasi kupitia ukurasa ule wa WhatsApp, na bila shaka ujumbe mfupi wa SMS kwa nambari yetu ya studio 0792192834. Naam, na tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Tutakuwa tunapumzika kwa muda, kisha tutakuwa tunarejea tuendelee kusonga mbele. Unatazama Ndizi TV Afrika. Ya Nyasembo, ini Nyasembo, muli Nyasembo, luonge Nyasembo, bernenonya. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, usikose kuungana nami kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia mida ya saa 10:30 hadi saa 1. Waswahili husema mbio ya mgambo ikilia kuna jambo. Kwa hivyo ni muziki na kipindi ni Ngoma Kikwetu. Utapenda rafiki yangu. Katika Ngoma Kikwetu nitakuletea miziki mbalimbali, miziki kadha wa kadha. Ndio kusema kwa mfano nitakuletea ngoma kama vile Oangira Beat Ido, Muli Nyasembo, luonge Nyasembo. Alafu kisha baadaye nikuletee ile inaitwa Mugidi. Yama undo aya metagwando. Na kuna ile ambayo inaitwa Chingero, ile ambayo zinaendwa kuendwa. Mbwato magongo totenge, mbwato magongo. Ayo mbwato magongo totengo, mbwato magongo. Mbali na hapo nitaruka milima na maponde nikuleta ngoma hizo live on television. Usisahau ya kwamba Ngoma Kikwetu uletwa kwako na Papa Siko the Bad Enyoni. Twende asaba na nyachete, twende asaba na nyachete. Oyo Papa Siko. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing,
video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital, Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Unatazama Ndizi TV. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la SHA Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. SHA Ceramics for hardware and sanitary. Unatazama Ndizi TV.
Hujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV na upendaye kipindi chetu cha asubuhi, kipindi cha Pambazuko. Unapoendelea kutufuatilia moja kwa moja kutoka studio zetu, basi tumerejea kutoka mapumziko na haswa tushaangazia magazeti asubuhi ya leo, magazeti yote matano, na bila shaka tukua tunaangazia yale maudhui ambayo yamechikita ama yamezungumziwa katika magazeti haya yote kwa pamoja. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Nami ni Jacinta Nyabeta. Jiunge nasi ili tuweze kuchambulia baadhi ya maudhui ambayo yamejitokeza kwenye gazeti hizi ambazo tumeweza kuchambulia asubuhi hii ya leo. Kumbuka utakuwa unatupata katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, utupata kama Ndizi TV News Digital. Na pia kwenye tovuti yetu utatupata @www.ndizitv.co.ke. Na pia zungumza nasi kupitia mtandao wa WhatsApp, na bila shaka kutuma ujumbe kupitia SMS nambari yetu 0792192834. YouTube @ndizitv news. Basi tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba kati ya yale ambayo tumeyaona yakiangaziwa katika taarifa ama magazeti yote matano yale ambayo tumeyachambua ni pamoja na utendakazi wa serikali, mabadiliko ambayo yamefanywa naye Rais William Samoei Ruto aswa katika wizara tofauti tofauti. Swala kuu likiangaziwa katika wizara ile ya afya. Je, yule ambaye ametumwa pale ataweza kufanya kazi jinsi ambavyo Wakenya wanatarajia? Na je, yale ambayo yamekuwa yakishuhudiwa haswa viongozi ambao wametangulia ama watangulizi wa wengine ambao wamekuwa katika wizara hiyo ya afya, pale ambapo wametaja tangia Rais William Samoei Ruto aingie mamlakani amewateua mawaziri watatu katika wizara ya afya na makatibu zaidi ya 4 katika wizara hiyo ya afya, kwa kwamba sasa Aden Duale ataweza na kuhakikisha kwamba amempa Mkenya kile ambacho kinapaswa kupeanwa haswa katika bima mpya ya afya ya SHA ama Social Health Insurance Fund, ya kwamba kuna wale ambao wametajwa kwamba ni makateli ambao wamejaa katika afisi ile ya SHA. Je, watakuwa wanaondolewa ama ni kipi kile ambacho kitakuwa kinafuata? Kwa kwamba ni baadhi ya taarifa ambazo zimeangaziwa katika gazeti ama kati ya magazeti ambayo tumeyaangazia asubuhi ya leo. Na pia tumeona wakiangazia masuala ya usalama na pia IEBC ama nizungumzie tu kwanza IEBC kidogo kwa sababu tunajua kwamba usaili unaendelea na siku ya leo utakuwa unaingia siku ya pili ambao ni usaili wa kutafuta makamishna ambao wanafaa kuingia kwenye tume ya uchaguzi na mipaka, ambayo pia imeangaziwa, ni taarifa ambayo imeangaziwa kwenye gazeti asubuhi hii ya leo. Na tukiendelea kusonga mbele, suala la afya limeendelea kuangaziwa kwa kina zaidi katika gazeti moja pale, ikiwa kwamba nchi ya Marekani ilikata misaada ambayo ilikuwa inatumwa hapa nchini kupitia USAID. Basi wagonjwa ambao wana ugonjwa wa ukimwi watakuwa wanapatwa na changamoto ya kupata dawa za kupunguza makali hayo, ikiwa bado kuna kile ambacho kimeangaziwa tena katika baadhi ya gazeti kuhusiana na hali ya afya hapa nchini Kenya.
Na pia wamezungumzia kuhusu uchumi, ambapo wamezungumza kuhusu imports ambazo Kenya inapata, ambapo waliangazia mitumba wakisema kwamba Kenya ama Kenya kama nchi imeanza kuleta mitumba nyingi kutoka nchi za nje ili kuweza kuuzia hapa, ambapo ni swala ambalo linafanya Kenya kuwa ni kama dumping site ya vitu vingi ambavyo havipendwi huko nje wanavileta huko nchini. Na swala la usalama limeangaziwa zaidi kia kwamba kile ambacho Wakenya wamekuwa wakizungumza haswa vijana wa Gen Z kwa utani kwamba Ruto must go, ikiwa kwamba Bwana Kahariri na Bwana Haji wameangazia swala hilo wakisema kwamba ikiwa kwamba kuna mageuzi ambayo yanapaswa kufanya. Katiba ya Kenya ya mwaka 2010 inaainisha vyema ni jinsi gani mambo yanapaswa kufanywa, ikiwa kwamba pale wakitaja mabadiliko yoyote ambayo ya uongozi lazima yafuate kwa mujibu wa katiba. Na pia tumeangalia siasa ama hali ya kisiasa nchini, ambapo waandishi wamezungumza kuhusu Luya, ambapo ni kutoka magharibi mwa Kenya wakiwa na hofu kidogo, ni kama Speaker Wetangula atakuwa na songesho kidogo, lakini ni swala la kisiasa ambalo wanaendelea kulizungumzia hapo waandishi wa gazeti ya asubuhi ya leo, na pia kuzungumzia kuhusu serikali ya Kenya Kwanza, ambapo tumewaona viongozi ambao wanafanya kazi kwenye serikali ya Kenya Kwanza ambao hawatolewi ofisini kabisa. Wengine wanashinda tu labda wakibadilishwa vyeo tofauti ama wakipelekwa kwenye sekta tofauti, na ni baadhi ya taarifa ambayo pia imepatiwa kipaumbele asubuhi hii. Ikiwa kwamba masuala hayo ya kisiasa ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki anaendelea kuandaa njia, na ikiwa kwamba rais atakuwa anaelekea eneo lile la Mlima Kenya kwa ziara yake ya siku 7, basi akiendelea kuandaa na kuwaeleza wakaazi wa eneo lile kile ambacho rais atakuwa anakifanya wakati atakuwa anatembelea eneo lile la Mlima Kenya. Na pia tumeona sekta ya elimu imeangaziwa kwenye gazeti hizi asubuhi ya leo, ambapo tuliona wakizungumza kuhusu varsity model ambayo ni new funding model ambayo ilikuwa imepelekwa makesi yake bado ilikuwa inasikizwa, na kuzungumzia tu kuhusu changamoto ambazo wanafunzi wa vyuo vikuu watakuwa wanapitia kuhusu ama kuhusiana na hiyo new funding model. Na tukisalia katika suala la uongozi, basi kutoka kaunti ile ya Nakuru na kaunti pia ya Nyamira kunaendelea kushuhudiwa sintofahamu huko kaunti ya Nyamira, gavana akiomba kwamba ama akiashiria kumwandikia rais barua ya kumtaka kutaja msimamizi ambaye atakuwa anasimamia kaunti, ikiwa kwamba kuna shuhudiwa mabunge mawili ambayo yamegawanyika, wale ambao wanamuunga gavana mkono na wale ambao kidogo wanampinga. Na kwingine kwa kaunti ya Nakuru tumemwona yule seneta bwana Bi Karanja akitaja kwamba ni vizuri basi yule gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika apeane mamlaka ama apeane uongozi kwa naibu wake bwana Kones aendeleze masuala ya kuendeleza kaunti hiyo ya Nakuru. Na pia tumeona masuala ya kidini ambapo walizungumzia kuhusu Papa Francis, kuangazia tu kidogo kuhusu hali ya afya yake ambayo wanasema kwamba alikaribia kuaga wakati mmoja. Ni taarifa pia ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti. Basi tunapoendelea ni baadhi tu ya yale ambayo tumeangazia katika magazeti ya asubuhi ya leo, ikiwemo gazeti lile la The Standard, gazeti lile la The Daily Nation na gazeti lile la The People's Daily. Na natumai kwamba tumefika mwisho wa uchambuzi wa magazeti ya asubuhi hii ya leo, ambapo tumekuelezea kidogo baadhi ya zile taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti zote 5 ambazo zinapata kununua ama watu wengi wanapata kununua nchini Kenya. Na ni tumaini letu kwamba umeweza kujijuza mengi kutoka kwenye magazeti haya na kujua taarifa ambazo zinaendelea nchini Kenya. Basi bila shaka tunapoendelea karibu kutamatisha kipindi chetu cha asubuhi, kumbuka kwamba utakuwa unafuatilia yale yote ambayo yametokea ama yale ambayo tumekuletea tangia asubuhi kupitia mtandao wetu wa YouTube pale ukitembelea Ndizi TV News. Na pia YouTube pamoja na Instagram X account na Facebook utatupata @Ndizi TV News Digital. Tunapoendelea kusonga mbele utazungumza nasi kupitia mtandao ule wa WhatsApp ama kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Jeff.
Tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba taarifa zile ambazo naziangazia hapa za kimataifa ni kwamba wapiganaji wa RSF, ikiwa kwamba ni kauli ya wapiganaji wa RSF, ambapo jeshi la serikali na washirika wao wakishidisha mashambulio dhidi ya wapiganaji hao kwenye mji mwingine wa Omdurman, ikiwa kwamba ni eneo lile la ama yale ambayo yakiendelea. Umoja wa Mataifa kupitia kwa msemaji wake Stephen Dujarric wameonya kuhusu yanayoendelea, ikiwa kwamba ni vita kati ya mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan na aliyekuwa naibu wake kiongozi wa kundi la RSF Mohamed Hamdan Dagalo, ikiwa kwamba ni yana ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya raia wa nchi hiyo na mamilioni ya wengine ama kuwa wakimbizi, ikiwa kwamba ni taarifa zile za kimataifa, kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika nchi ile ya Sudan, ikiwa kwamba wanajeshi ama wapiganaji wa RSF na pia nchini Sudan wakiendelea na mgawanyiko zaidi, aswa baada ya mpango wa kuachana na vita na kujisalimisha kwa jeshi la serikali, wakati ambapo pigo wa kufuatia kukanyagwa maeneo muhimu ya jiji la Khartoum na wanajeshi wa serikali. Kwa tunafuatilia haya ambayo yanaendelea katika nchi ile ya Sudan, kisha baadaye tunakufahamisha katika taarifa zetu ambazo tutaendelea kuziandaa na kukuletea wewe mpenzi mtazamaji, wakati ambapo tutakuwa tunapata nafasi, kisha eneo ama wakati ule wa saa 7 tutakuwa tunapata taarifa hizo kwa kina zaidi. Asante kwa kutupa taarifa hiyo. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tutakuwa tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Pambazuko asubuhi hii ya leo. Na natumai kwamba umeweza kuburudika, kuelimika na pia kuweza kujua yale ambayo yanaendelea nchini Kenya. Lakini kwa sasa tunapaswa kwa sababu ya muda na pia tunafaa tukuandalie taarifa za mpasho saa 7. Tutakuwa tunamalizia kipindi chetu hapo siku ya leo. Basi endelea kutufuatilia pale Ndizi TV News Digital, ukurasa wetu wa Facebook, na bila shaka utakuwa unapata yale yote ambayo tumeiandaa kutoka eneo hili la studio zetu. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi. Tupatane tena panapo majaliwa siku ya Jumatatu. Naam, nami ni Jacinta Nyabeta. Nilikuwa nimesahau kwamba ni Ijumaa. Na watakieni nyote wikendi njema, na nashukuru kwa nyote ambao umejiunga nasi kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Kwaheri.